Ninaposoma habari za Daniel na habari za Shadrach, Meshach na Abednego, ninajifunza kitu cha ajabu sana. Wale watu walidumbukizwa kwenye tundu la simba, wengine wakaingizwa kwenye moto. Lakini cha ajabu ni kwamba walichagua kumwamini Mungu na iliwagharimu maisha yao yote. Walisema tuko tayari kufa. Mungu akituokoa sawa, asipotuokoa ni sawa. Ni imani ambayo watu wengi siku ya leo hatuna kwa kweli. Najua watu wengi sana hawawezi wakakubali kutoa maisha yao kwa ajili ya Mungu. Watu wengi hawakubali kutoa pesa zao, kutoa muda wao kwa ajili ya Mungu. Watu wengi siku hizi tumekuwa wabinafsi, tunajifikiria zaidi sisi. Lakini sifa ya mtu mwenye imani ni kwamba kuna wakati itamgharimu maisha na atakuwa tayari kuyatoa. Kuna wakati itamgharimu kutoa pesa, lakini kwa sababu ya imani. Na anajifunza kitu kingine cha ajabu. Mungu alikuwa na kina Daniel na wenzake wote, lakini bado aliwaruhusu wakaingia kwenye matatizo. Najifunza ya kwamba imani sio kukosekana kwa matatizo. Imani sio kutoingia kwenye matatizo. Imani ni kuingia kwenye matatizo, lakini bado Mungu atakupigania katikati ya matatizo. Najifunza ya kwamba imani inalenga kuponya moyo wa mtu unapokuwa katikati ya matatizo. Lakini najifunza kitu kingine ya kwamba lengo la imani unapokuwa kwenye matatizo ni kubadilisha vile unavyofikiri kutokana na aina ya tatizo unalolipitia. Unajua kuna watu leo hii walifungwa gerezani, lakini baada ya kufungwa gerezani akaibukia Ikulu. Kuna mwingine amefungwa, lakini kile kifungo kikampa umaarufu sana. Maana yake nini? Ni kwamba unapopitia changamoto, kuna wakati changamoto inakuja kwenye maisha ili kukutambulisha. Sasa imani inakupa jicho la kuona ya kwamba hili jaribu lililokuja kwangu